Your Excellency, tuna sehemu ya uzinduzi rasmi almaarufu groundbreaking, kielekea sasa kwenye excavator ili kuweza kuzindua rasmi groundbreaking ujenzi wa Uhuru Bay Pier. Mheshimiwa Rais sasa anaelekea kwenye excavator ili kuweza kuichimba ardhi, ishara tosha kwamba groundbreaking hatimaye imefanyika kwa ujenzi rasmi, ujenzi wa Uhuru Bay Pier. Ndio huyo sasa Mheshimiwa Rais, operator shupavu, akielekea sasa ameweza kupanda juu ya excavator, tayari sasa kuichimba ardhi ili kuweza kuzindua rasmi ujenzi wa Uhuru Bay Pier. Wananchi tuwe tayari sasa kumpigia makofi Mheshimiwa Rais. Ndio huyo operator shupavu, ndio huyo sasa anachimba. Imechimbwa, ishara tosha kwamba sasa ujenzi wa Uhuru Bay Pier umeanza rasmi. Makofi mazuri wananchi kwa Mheshimiwa Rais. Hatimaye sasa groundbreaking imefanyika rasmi, na sasa akiwa ametoa idhini tosha kwamba ujenzi wa Uhuru Bay Pier uanze kuanzishwa rasmi, na kisha akirudisha lile jembe chini na kuchimba tena. Operator hodari, mjenzi hodari, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Makofi mazuri wananchi. Groundbreaking ikifanyika rasmi ili kuanza ujenzi rasmi Uhuru Bay Pier. Thank you, Your Excellency. Makofi mazuri tafadhali wananchi. Rais wetu, operator hodari, mjenzi hodari, hatimaye sasa ndio hiyo bado akiliweka lile jembe chini na kukamilisha rasmi groundbreaking. Makofi tena wananchi kwa kazi nzuri iliyotekelezwa na Mheshimiwa Rais. Thank you, Your Excellency. Sasa tunaelekea kwenye sehemu ya mazungumzo na viongozi.
Yaani leo mimi nimefika hapa, watu wa Mihuru, na nimefurahi sana mmenikaribisha hapa tena. Nyinyi mnajua, watu wa Mihuru, nyinyi mnajua mimi nilikuja hapa siku ya kuomba kura na mlinikaribisha. Mimi nasema asante sana. Ndio. Na nyinyi pia mlinipatia kura kidogo. Nimekuja kusema shukrani kwa hiyo kura kidogo mlinipatia. Ndio. Mnajua Biblia inasema ukiwa wenye shukrani kwa kidogo uko na nafasi ya kuongezewa. Sina hiyo. Basi mimi kuna kazi tano mimi nimekuja hapa leo. Sawa sawa. Hii loudspeaker isikiki bana. Kuna kazi safari tano mimi nimekujia hapa leo. Mimi nimekuja hapa leo kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Migori County ikiwemo Mihuru. Sawa. Leo mimi nimekuja pale na tumeanzisha mradi mkubwa wa kuunganisha stima kwa watu wa Migori County. Na serikali ya Kenya tumetoa pesa 1.9 billion ya kuunganisha manyumba ya wananchi 25,000 hapa Migori. Kwa sababu wakati nilikuja hapa mliniambia ya kwamba manyumba zenu hazina stima ya kutosha. Ni kweli ama si ukweli? Sasa basi huyu mjumbe wenu Tom Odege alikuja akaniambia ya kwamba wakati nitapanga kuja mambo ya maendeleo ya huku kwenu lazima nikuje hapa Mihuru. Ndio. Na katika hiyo mpango ya kuunganisha stima tumekubaliana na wabunge wote watatuonyesha mahali ambapo stima haijafika, kijiji ambayo haijafikiwa na stima, ndio tupeleke stima huko. Hatutaki stima iwe starehe ya matajiri. Tunataka stima iwe haki ya kila mwananchi wa Kenya. Tunaelewana jamani? Hiyo ndio kazi ya kwanza mimi nimekuja hapa. Mimi nimekuja hapa vile vile kwa sababu ya mambo ya uvuvi. Hii ziwa letu la Victoria hii iko na rasilimali nyingi, lakini lazima tuwe na vifaa ambayo itasaidia wavuvi wetu. Na ndio leo mimi nimefika hapa ili tuweze kutengeneza hii paya ambayo ilikwama zamani. Serikali ya Kenya, mnanielewa jameni? Hapa tuko leo na Managing Director wa Kenya Ports Authority, na nimemtoa amri ya kwamba hii paya tuweke milioni 200 na kuitengeneza kwa manufaa ya wananchi wa hapa Mihuru. Wawinjore, mnanielewa? Na hiyo kazi inaanza leo. Hiyo kazi inaanza leo. Na hawa watu kabla ya Disemba mwaka huu mimi nakuja kufungua hii paya ikiwa imekuwa tayari kwa manufaa ya wavuvi na kwa manufaa ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Jambo la tatu, wakati nilisimama pale muliniambia ya kwamba hamuna soko. Sawa sawa. Sasa nimetoa pesa ya serikali milioni 50 mjengewe soko hapa Mihuru. Na huyu Tom Odege atafuatana na waziri wangu wa mambo ya housing. Tayari tutatangaza hiyo soko yenu na tutajenga modern market hapa Mihuru.
muweze kufanya biashara mahali kuna cold room, mahali kuna storage, mahali kuna heshima, mahali kuna vyoo, mahali kuna maji na mahali kuna stima. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Vile vile nataka mnisikize kwa makini. Nyinyi wavuvi, hii ni sehemu ya uvuvi katika sehemu hii ya Kenya, si ni kweli? Sasa tumekubaliana ya kwamba wale wavuvi wanaenda kutega samaki. Hatutaki samaki ikifika hapa inakuja inaharibika. Kwa hivyo tumewapatia pesa ingine milioni 150 ya kujenga. Sikizeni. Sikizeni watu wa Miuru. Mimi natuma Waziri Hassan Joho akuje hapa. Na kazi yake ni kuja kujenga fish landing site ya hapa Miuru. Hiyo fish landing site itakuwa ni na mahali ya storage, itakuwa na mahali ya barafu, itakuwa mahali ya cold room, na itakuwa na mahali ya processing, ili wavuvi wetu wakienda kule ziwani watuletee samaki. Samaki hapa isiharibike. Tunataka samaki hapa ikifika ifanyiwe processing, kuwe na cold room, kuwe na storage, ndio ituletee chakula na ituondolee ile matatizo ya samaki kuharibika. Miuru hoye! Muhuru hoye! Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na hiyo kazi yote nimesema, kazi hii ya paya, kazi hiyo ya soko, kazi hiyo ya fish landing site itakamilika by December. Mimi nitarudi hapa kuzifungua zikiwa tayari zote. Wawinjore, wawinjore, tumeelewana? Tumeelewana? Vile vile mimi mumeniambia ya kwamba muko na shule yenu hapa, hii mixed inaitwa Senya, Senye, hiyo Senye. Wale watoto wa pale wameniambia ya kwamba nyinyi mumesema tuwanunulie basi, si ndio? Na nimekubali hiyo basi. Nitatuma huyu ndugu yangu mheshimiwa Tomo Dege alete hiyo basi. Sawa sawa? Tumekubaliana jameni? Mimi nataka niwaeleze, ya mwisho ni ile ya muhimu zaidi. Wakati nilisimama pale, mimi niliwaahidi Mungu akinijalia na nikipata kuwa rais wa Kenya, hii barabara yenu ya kutoka Miuru hapa kwenda mpaka Masara nitatengeneza. Tumeelewana? Basi watu wa Miuru, mimi nataka niwaeleze hivi. Mimi leo nimekuja hapa na watu wa Kenha, na niko hapa na waziri pia wa mambo ya pesa, anaitwa John Mbadi. Na nimemwambia John Mbadi, hii barabara hii, hata heri barabara ingine yote ikose pesa, lakini hii barabara ya Miuru lazima itengenezwe jameni. Ndio? Kwa sababu unajua watu wa Muhuru Bay, si namna hiyo? Si mnajua Waswahili wanasema ahadi ni deni, na dawa ya deni si ni kulipa. Si nilisimama hapo kwa soko, si niliwaambia nitatengeneza hii barabara kwa mapenzi ya Mungu? Sasa leo mimi nimefika. Sawa sawa? Hiyo barabara sasa tumeweka kwa budget, na kandarasi itatangazwa hivi karibuni, na mimi nitarudi hapa Disemba kuona mahali hiyo barabara itakuwa imefika. Miuru hoye! Muhuru hoye!
Mimi nataka niwaambie watu wa Muhuru, hii sehemu kwa sababu iko kando ilisahaulika siku mingi, na mimi nataka niwaambie ya kwamba mimi sitakubali tena Mihuru na kona hii iwachwe nyuma wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja? Na ndio mimi nataka niwaeleze watu wa Muhuru, mimi nilikubaliana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga baba, tukasema ya kwamba hii siasa ambayo imegawanya Kenya miaka nyingi tunataka tuikomeshe. Tukomeshe ukabila, tukomeshe chuki, tukomeshe migawanyiko, tuungane ndio tuweze kujenga taifa hii kwa usawa. Watu wa Mihuru, mimi nawauliza, iko makosa wa Kenya wakiungana? Kuna makosa wa Kenya wakiungana? Kuna makosa tukikomesha ukabila? Kuna makosa tukikomesha chuki? Mimi nawaambia jameni, kwa mapenzi ya Mungu, mimi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya nitafanya kazi na Mheshimiwa Raila Odinga na wale wote wako tayari tuunganishe Kenya, tukomeshe ukabila, tukomeshe chuki na tukomeshe migawanyiko. Kenya iungane na tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Kwa vyovyote liwe liwalo, tunataka Kenya moja. Tuko pamoja jameni? Tuko pamoja? Na mimi nataka niwaeleze wale tunashindana na wao sijui wanafanya kazi gani. Saa wakati huu sio wakati wa siasa duni ya ukabila na chuki na migawanyiko. Wakati huu ni wa kupanga maendeleo na kutekeleza maendeleo ya wananchi wa Kenya. Hawa wananchi kwa sasa wanataka barabara yao itengenezwe, wanataka tuunganishe stima, wanataka tuwasomeshe watoto, wanataka tuweke madawa kwa hospitali, wanataka tutengeneze uvuvi na turekebishe uchumi Kenya, tufukuze umaskini. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nataka niwaambie wangwana, mambo yenu ya ukabila, mambo yenu ya chuki, mambo yenu ya migawanyiko, mambo yenu ya masgo, mungojee kidogo, tupange mambo ya maendeleo ya Kenya. Tutakutana na nyinyi hapo mbele. Ama mnasema aje watu wa Nyatike? Nyatike hoye! Migori hoye! Nyanza hoye! Kenya hoye! Munasema tuendelee na maendeleo? Munasema tuendelee na maendeleo? Ukabila tupunguze, ukabila tukomeshe, chuki tuwache, migawanyiko tuwache. Munasema tuungane. Tunaungana kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nguvu, kutengana ni udhaifu. Sisi kwa pamoja tunataka tushirikiane, tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Tumekubaliana jameni? Mimi nataka niulize wale watu wa Masgo, mimi nataka niwaambie, kabla mujasema Ruto Masgo, pangeni sera ya wananchi. Wananchi wanataka kujua, sisi tumepanga kutengeneza barabara, nyinyi mmepanga nini? Sisi tunaunganisha stima kwa Wakenya, mpango yenu ni gani? Sisi tuko na affordable housing na markets tunajenga, mpango yenu ni gani? Sisi tunapanga mambo ya SHA na kuhakikisha wananchi wote wanapata bima ya afya ya Wakenya wote. Wakenya wanataka kujua mpango yenu ni gani. Wacheni kuzembea. Tumepanga ya kwamba vijana wapate ajira kwa mambo ya affordable housing, wapate ajira kwa digital jobs, wapate ajira kwa export of labor. Tunataka kujua mpango yenu ni gani. Masgo haitoshi, Masgo si sera bwana. Chipangeni vizuri, hata tutawasambaratisha mapema na mchana. Tumekubaliana watu wa Nyatike? Nyatike hoye! Mihuru hoye! Munasema tuendelee ama tuendelee bwana? Tuendelee na kazi. Tujenge barabara, tujenge ipaya, tuweke fish landing site,
tusomeshe watoto wetu, tuunganishe stima, Kenya isonge mbele. Hebu ni wale wala wanasema Kenya isonge mbele, isonge mbele. Basi wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe ndugu yangu gavana wa hapa Migori, Ochilo Ayako, atusalimie. Hao watu wa Miuru wamesubiri miaka nenda miaka rudi, rais wowote hajawatembelea hapa. Wewe ndiyo rais wa kwanza na bendera mbili kwa gari na helikopta mingi kufika hapa. Amefika ama hajafika? Na unajua watu wa kwetu husema wewe ukitaka samaki unaingia kwa maji unaipata. Rais wetu anatupenda, amekuja ametutafuta, situmkaribishe sisi zote. Mimi kama gavana wenyu tunashirikiana nao viongozi wote, wabunge wakiwa ndani, wengine wale wametauliwa wakiwa ndani. Tulimtembelea rais, tukamuomba aje hapa. Amefika ama hajafika? Ochopo koseo kochopo. Ne wawinjo rejo telo ma Migori, ni wan jo Kenya, wan jo Migori, wariure, wadhi wawuogo siepwa Dr. William Samoei Ruto. Ne osiepwa ni nosewuoyo gi Raila Amolo Odinga. Maraila okoni tich otire, tire kose ok tire? Ber kose ok ber? Vile naona mambo inaendelea rais, wewe tembea tu hapa Miuru, na tembea kila sehemu hapa Migori na itakuwa sawa sawa. Zile vitu tulimuomba kwa State House, hizo mabarabara ndio hizo anatangaza. Hata hizi soko ndio hizo anatangaza. Na kuna mradi mingi mahali tuko hapa inatakikana iwe ardhi ya county. Mimi kama gavana, mimi nimetoa hii ardhi ili tuwe hapa na port. Si mtushangilie sisi. Wachiwo lobni kanitiere ng'ama nigi shida moro to biomanywa ka mondo mago timbe. Atieko kawacho niya, mnaona vile rais anafanya kazi? Akiendelea hivi na ile urafiki ya baba, 2027 itakuwaje? Sema kwa sauti, itakuwaje? 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 Ambia Rigiji na ile kikundi ya majambazi wachunge sana. Aya. Miuru we! Miuru we! Mheshimiwa Rais, unajua hapa Miuru bibi yangu amezaliwa hapa. Kwa sababu ya hayo mimi leo nimekuja hapa kutoa hakikisho ya kwamba ile mpangilio ya stima Mheshimiwa Rais ameongea juu yake, mimi nitahakikisha ikifika mwezi wa Disemba kila kijiji itakuwa na stima katika hii Miuru. Lakini la muhimu zaidi, sisi kama jamii ya Wajaluo tumeona serikali mingi tangu tupate uhuru, lakini ile serikali ambayo inajali maslahi ya jamii ya Wajaluo ni hii ya Mheshimiwa William Ruto. Wangapi wamekubali ya kwamba Mheshimiwa Ruto anastahili apewe support kamili? Hata wakati kura itakapofika, sisi watu wa Miuru, watu wa Migori, watu wa Siaya, watu wa Kisumu na watu wa Homa Bay, kura yote iende wapi? Iende wapi? Asanteni sana. Nyanyatika untie uruako rais era urukamano wabiro kaka uono mondo wanyisu gik manwadhi kwa rais State House mano yie mondo timnwa. Mtukufu rais, na kushukuru sana tulivyokuja kuomba masoko
Niliomba soko ya Nyatike Makalda Center na umetupatia, inaanza kujengwa mwezi huu. Tunasema kama watu wa Nyatike asante. Ya pili, mtukufu rais, hapa Nyatike sisi ni miners. Tunafanya biashara ya copper na gold. Mtukufu rais, wakati unatuma Mheshimiwa Joho kuja hapa, tafadhali tufungulie copper na mining, tufanyie amnesty. Hatuna pesa ya kukata license, watu wetu waweze kufanya biashara ya gold bila kusumbuliwa. Ukitufanyia hiyo, mtukufu rais, umesolve problem yetu mpaka ya school fees na malazi na kila kitu. Ya mwisho, mtukufu rais, wakati ulishikana na baba, tulisema hiyo ndio mwendo na sisi tunakusupport na tutakuwa na wewe. Wale wanajipanga, wajipange wakuja wang'ang'anie women rep. Presidency imeenda. Asanteni. Haya. Muru oye! Muru oye! Mheshimiwa Rais, hapa Muhuru, hawa ni Wasuba. Wasuba wa Muhuru wa mjamoni. Na Wajaluo wa Muhuru wa mjamoni. Mimi nataka tu kusema kitu moja. Wakati viongozi wa Migori walikuja kuona rais, wakakaa chini, wakakubaliana kwa maneno ya maendeleo, mimi nikaitwa na rais, nikaambiwa lazima niweke pesa. Kwa hivyo ninataka niwahakikishie barabara ya kutoka Muhuru kuenda kule Masahara, iko pesa imewekwa tayari. Haya, unaniambia niangalie huku. Barabara ya kuenda Masahara pesa imewekwa, itaanzwa hapa Muhuru ikienda huko. Ya mwisho, wacha niwaambie kitu kimoja. Wakati Mheshimiwa Rais alichukua sword, ile kisu, siku ile aliapishwa kama rais wa Kenya, alipewa sword, kisu ya kufanya vitu viwili. Ya kwanza ni kulinda nchi. Ya pili ni kugawanya rasilimali ya Kenya, kila sehemu ipate mali yake. Na kwa hiyo kazi ameniita nimsaidie kushika hiyo kisu, akisema Mbadi kata iende Muhuru, ninakata. Mbadi kata iende Homa Bay, ninakata. Kata hii ende North Eastern, ninakata. Mnataka niwache hiyo kazi? Niendelee. Wangazi wanasema niendelee na hiyo kazi. Nisaidie Rais Ruto. Asanteni sana, Mungu awabariki. Sawa. Si huyu John Mbadi ndio waziri wa pesa? Si yeye ndio nimekaribisha yeye anishikie kisu ya kukata maneno ile ya Muhuru ifike? Sasa ati kuna mtu anamwambia huyu John Mbadi awache kunisaidia kukata ile cake mupate, ati aende maandamano. Mnataka huyu aende maandamano? Si hiyo ni ukumbavu? Aya, niko hapa na seneta wetu Eddie Oketch. Aya, Muhuru oye! Muhuru oye! Miauda kachiela kwa rais kikoko madongo na wakakosoka mano. Bwana rais, kama seneta wa Migori County, hawa ndio watu ambao wameniemploy kazi. Kwa hivyo nikikuja penye wako, kuna watu wengine ambao nasumbua, lazima niseme. Ama namna gani? Bwana rais, hapa kwetu kama wavuvi, Waganda wanatusumbua hapa kidogo. Tena wanasumbua watu wetu sana, Bwana rais. Bwana rais, Waganda wanasumbua watu wetu hapa sana. Tukiingia hapa kwenda kuvua, wanatusumbua. Tunaomba Bwana rais, kwa ile sword yako utusaidie kustop hawa watu, ili hata pale Migingo twende kwa watu wetu pale. Ya pili, Bwana rais, umeongelea hii barabara ya Muhuru. Hii barabara ya Muhuru ilikwamia kule Suna West. Na kuomba Bwana rais, kwa niaba ya watu wa Muhuru, kwamba contractor akikuja hapa aanzie huku chini ndiye aende juu. Hiyo barabara ianzie huku Muhuru ikienda juu.
Ya mwisho Bwana Rais, hapa kwetu kama wavuvi tunaomba kwa Bwana Rais, siku hizi ukienda Homa Bay kuna fish cages mzuri. Wakati watu wengine wanaenda kule na kwenda kuvua kule, naomba Bwana Rais kwamba wengine ambao na entrepreneur tuwasaidie wakuwe na cages hapa, tuwawekee pesa ile ya SACCOS, watengeneze cages hapa wapate mapato mazuri. Asante sana Bwana Rais. Oho atakuja hapa, nitamwambia akuje na mambo ya cages ya watu wa hapa Miuru. Basi tuko hapa na ndugu yangu Mheshimiwa Odege, Tom Odege, mbunge wetu wa Nyatike. Untie Jonyatike umor, Jonyatike urwako wendo, daka winje sigalagala mirwako go wendo. Erokamano. Your Excellency, sir, today me as the MP of the area, allow me first to welcome you into Nyatike. My second word to you, Your Excellency, everything I presented to you in State House, you have delivered. And on behalf of my people, allow me to thank you sincerely for what you have done for us today. Number two, Your Excellency, you'll allow me to add only one thing, plus a half. That one thing is this. Nyatike is the largest sub-county in Migori County, with no referral hospital. In Nyatike, even cesarean section ya wanawake, hakuna hospitali hata moja tunafanya. And from Sorika Rungagolombuok to Migori is 70 kilometers. From Uru to Migori is 56 kilometers. I'm humbly requesting you on behalf of people of Nyatike, promote for us one facility into a level 4 hospital so that we can save these ladies. My last appeal, because of time. Today, as I was consulting with the people of Moro, they asked me politely, please consider for us our only brigadier, apate kazi. Hiyo nimeombwa na watu wa Moro, ukitusaidia hiyo tutashukuru Mungu. Asanteni sana, asanteni sana. Niko na Chief Whip Mheshimiwa Osoro, mbunge wa kutoka hapa Kisii. Aya, Nyatike oye! Nyatike hamjambo. Mimi leo nimekuja kushukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kukumbuka watu wa Nyanza region. Amewakumbuka njia nyingi sana. That for the first time tuko na treasury CS anaitwa John Mbadi. For the first time tena tumerudi kupata energy CS. Na niliwaeleza ya kwamba wanapopanga mipango ya Kenya wakumbuke ya kwamba charity begins at home, wajenge nyumbani pia sana sana. Ya pili, niseme namna hii, kuna viongozi ambao wanakusanyika pamoja kila weekend. Last weekend walikusanyika kijiji moja. Hii weekend tena wamekusanyika hiyo kijiji. Next weekend wanakusanyika hiyo kijiji. Wanaongea with the same number of people, with the same people from the same village, wakisema message moja juu ya mtu mmoja. Kila saa agenda yao ni Ruto. Tunawaambia kwamba Ruto ni mmoja. Ongea juu ya agenda ya 50 million Kenyans. Waachana na agenda ya mtu mmoja peke yake kila weekend. Na hata mfanye nini, kama baba hajasema na kama Ruto hajasema, tunawaambia ng'oo. Jamiuru untie. Mi adawacho na Jamiuru ni ya. Ng'amane nyalo thago President William Ruto en Raila Amolo Odinga kende. Ng'ata mawuoyo kocha, hizo ni punda, tunajua farasi ni nani. Mogik, wacha niwaambie hivi Mheshimiwa Rais, hawa wasuba
tunataka next time ukirudi, kuna wazee wa Suba hapa watambulike, wapewe shrine yao vile vile, ili usuba iendelee. Nimesema ama sijasema? Asanteni sana na Mungu awabariki. Miuru oye! Miuru oye! Udhinare kanea. Your Excellency, mimi sitaki kukupotezea wakati kwa sababu tunaenda kwangu. Wakati utakuwa umemaliza mambo ya paya hapa na pale landing site sorry, na mimi naona watu wa KPA wako hapa. Mtukufu Rais, tuletee feri. Feri hawa wakipanda hapa inaweza enda Miuru, iingie Homa Bay, inapeleka mpaka watu Kisumu. Kwa wengine wakiingia kwa barabara, wengine wanaingia kwa maji. Ama namna gani? Lakini sisi tunakuhakikishia vile tuko hapa Migori na vile wewe unapemba mambo ya maendeleo. Tuko na wewe leo, tuko na wewe kesho, liwe liwalo mpaka 2032. Donge kamano jodala wa. Abro chano mara mona aduogi. Ero kamano. Hapa Bwana Speaker, mpigeni makofi. Honorable Lawi, mpigeni makofi. Mheshimiwa Omamba, mpigeni makofi. Mheshimiwa Mjungu, mpigeni makofi. Mheshimiwa Ukwanyo, mpigeni makofi. Mheshimiwa Ombonya, mpigeni makofi. Niko na mbunge Robi kutoka kule Kuria, mpigeni makofi. Niko na mbunge wetu wa kutoka